Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tutafakari masomo ya Alhamisi Kuu jioni. Somo la kwanza ni kutoka kitabu cha Kutoka sura ya 12 aya ya kwanza hadi 8 na aya 11 hadi 14. Wimbo wa katikati ni Zaburi ya 116. Somo la pili ni waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 23 aya ya 26. Injili ni ya Yohane sura ya 13 aya ya kwanza hadi 15. Ndugu zangu, tunamshukuru Mungu hasa kwa mambo tunayonufaika nayo yaliyoanzishwa siku ya Alhamisi Kuu ya kwanza. Jambo la kwanza ni kuwekwa kwa Ekaristi Takatifu. Ekaristi Takatifu, chemchemi ya uzima wetu. Maana ya neno Ekaristi ni kushukuru. Yesu mwenyewe alitwaa mkate, naye akisha kushukuru akaumega. Tunapohudhuria misa takatifu au Ekaristi Takatifu, nia ya kwanza ni kumshukuru Mungu kwa mema yote anayotutendea. Tukisha kumshukuru Mungu, tunakaribisha mema mengine mengi tunayoendelea kukirimiwa na wema wa Mungu na upendo wake. Mungu anaendelea kutuangazia kwa neno lake. Mungu anaendelea kutulisha mkate wa uzima. Yesu anaendelea kujitolea kwetu kama chakula chetu kwa mwili na damu yake. Tunapata neema tele, tunapata nguvu tele za kuendelea na safari yetu ya kiimani ya hapa duniani kuelekea mbinguni. Hata hivyo kuna tahadharisho tunayopewa na Mtume Paulo katika waraka wake wa kwanza kwa Wakorinto sura ya 11 aya 27 hadi 28. Paulo alisema, kila aulaye mkate au kukinywea kikombe cha Bwana kwa hali mbaya anakufuru mwili na damu ya Bwana. Basi mtu ajihoji dhamiri kabla ya kuula mkate na kukinywea kikombe. Ndugu zangu, Mungu aliona mapungufu yetu na udhaifu yetu, ndipo tukapewa sakramenti ya kitubio. Kumbe tunapaswa, kadri tunavyoiendea Ekaristi mara nyingi, tunapaswa pia kuwa na utaratibu wa kupokea sakramenti ya kitubio mara nyingi, ili tupokee Ekaristi kwa mioyo iliyo safi, na ndipo hata matunda tutakayozaa katika maisha yetu ya Kikristo yatakuwa mengi. Ekaristi Takatifu, chemichemi ya uzima wetu. Jambo la pili tunalonufaika nalo lililowekwa Alhamisi Kuu ya kwanza ni daraja la upadre. Yesu alipowaambia mitume, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu, kadiri la somo la pili na kadiri ya Injili ya Luka sura 22 aya 19, hapo ndipo aliwapa mamlaka ya kuadhimisha Ekaristi kama makuhani wa Agano Jipya. Mamlaka hayo yanaendelea mpaka leo hadi mwisho wa nyakati kwa njia ya waandamizi wa mitume na washirika wao ambao ni maaskofu na mapadre. Asanteni ninyi maaskofu wetu na ninyi mapadre wetu kwa huduma zenu ndani ya kanisa la Mungu, zikiwemo huduma ya kuadhimisha Ekaristi Takatifu na sakramenti zingine. Pia tunawashukuru ninyi waamini kadiri mnavyojitahidi kuwapenda mapadre wenu, kuwaonyesha ukarimu wenu, na wakati mwingine mkawapa na zawadi za kuwasaidia katika utume wao, na wakati mwingine mkawaombea. Tunawashukuruni sana mnavyotuombea sisi mapadre wenu, na mnavyotutegemeza na tuonyesha ukarimu wenu. Jambo la tatu linalosisitizwa siku ya Alhamisi Kuu ya kwanza, ingawa lilikuwepo hata zamani, ni upendo kwa jirani. Jirani ni kumhudumia, kumtumikia,
Kumuosha miguu maana yake kumusaidia kumtumikia. Tukikumbuka Mungu alivyoupenda ulimwengu, tukikumbuka Mungu alivyompenda kila mwanadamu, na tukikumbuka jinsi gani Yesu alikubali kufa kwa ajili ya kila mwanadamu, sasa na ujiulize, wewe ni nani unayejiruhusu kumchukia mwanadamu mwenzako? Wewe ni nani? Wewe ni nani unayetanguliza ubinafsi, choyo, chuki, wivu, ufisadi, dhuluma, kinyongo, fitina, kisasi na kadhalika, unayotanguliza mambo hayo katika maisha yako? Wewe ni nani? Tendo la Yesu la kuwaosha miguu mitume wake akiwa ni Bwana na mwalimu ni kielelezo cha sisi wanadamu kuoshana miguu. Maana yake kusaidiana, kuhudumiana, kufarijiana, hasa wakubwa kuwainua wadogo. Na hata kiongozi anayehitaji kuchaguliwa kwa mara nyingine hupimwa kwanza kwa kiasi gani alivyojitoa kuwahudumia na kuwainua walio chini ya uongozi wake. Kumbuka, tunaposali rozari mafumbo ya mwanga, tendo la 5, tunakumbuka kuwekwa kwa Ekaristi Takatifu na tunamwomba Mungu atujalie kujitoa sadaka kwa ajili ya wengine. Kumbe Ekaristi Takatifu inatukumbusha matoleo na majitoleo kwa ajili ya wengine na kwa ajili ya kanisa la Mungu, tukifuata mfano wa Yesu aliyejitoa mwenyewe kwa ajili ya kanisa lake na kwa ajili ya wanadamu wote. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Rejea Injili ya Yohane sura ya 15 aya 13. Tukumbuke kwamba Yesu alitoa uhai wake kwa ajili yetu tungali wakosefu. Tunamshukuru sana, inatupasa kujifunza kwake. Kumbe zaidi ya kumpenda jirani yetu kama nafsi yetu, tunadaiwa kumpenda Mungu aliyetupenda upeo na kulipenda kanisa lake. Tuwe na matoleo na majitoleo ndani ya kanisa la Mungu. Tutowe mwana kondoo asiye na hila kama yule aliyetolewa na Wayahudi wakiandaa Pasaka yao. Rejea somo la 1. Maana yake sisi wa Kristo tutowe yale yaliyo bora ya maisha yetu na ya hazina zetu kama mwenzetu Abeli au Habili alivyofanya. Kwa nini sadaka yako wewe Mkristo iwe noti iliyochanika au iliyochakaa, iliyo ndogo au chenji ndogo ndogo tu, huku zikibaki mfukoni noti kubwa kubwa? Kwa nini ni hivyo? Na huku zingine ukazitoa kwa kitita hata kikubwa kwa mambo ya starehe tu, au ya thamani ndogo, au kwa mambo yasiyofaa. Kwa nini unafanya hivyo? Tabia ya kupeleka kwa Mungu mabaki baada ya starehe zetu, hiyo tabia sio nzuri. Amua kumtolea Mungu yaliyo mema kati ya utajiri uliojaliwa na yeye mwenyewe. Atakuongezea maradufu, baraka na fanaka zitakusindikiza. Rejea kitabu cha Malaki sura ya 3 aya ya 7 hadi 12. Mwanakondoo wenu anasisitiza Mungu katika somo la 1. Mwanakondoo wenu atakuwa hana hila. Tutowe pia, lakini hata hivyo tutowe pia kulingana na uwezo wetu. Kondoo au mbuzi, linaendelea kutuambia somo la 1, nyumba ya watatu wachache waungane na nyumba ya nyingine jirani ya watu wachache pia, kama kondoo mmoja atawatosha.
naendelea kusisitiza somo la kwanza. Hapa pia kuna kushirikiana na kushirikishana. Kumbe tuombe Ekaristi Takatifu iimarishe umoja na upendo kati yetu, na hata katika hali zetu duni tuwe wamoja, tuunganike, pia tupendane, na hivyo Mungu atainua hata hali zetu duni. Ndugu zangu, mapendo daima, daima mapendo. Na asili ya mapendo ni Mungu. Kumbe tuchote upendo kwa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki.